nikataka kujua dini yake, kuzaliwa kwake, hisia kwa kuzaliwa, dini na hisia zake za ndani. Alikuwa ni Mwebrania, na kitabu cha Wafilipi kinamtaja alikuwa ni Mwebrania wa Waebrania, wa kabila la Benjamin. Na pengine wanazuoni wanasema alitoka katika ukoo wa mfalme Sauli, ambaye alikuwa pia ni Benjamin. Baba yake alikuwa ni raia wa Kirumi. Kwa mujibu wa Matendo 22:28. Na pengine baba yake alikuwa ni Farisayo. Mchungaji Paulo alizaliwa Asia ndogo katika mji wa Tarso. Matendo ya Mitume 21:39. Mji ambao ulikuwa na wanafalsafa, ulikuwa na wasomi, wana sayansi, ulikuwa umejaa tamaduni zilizostaarabika. Inasemekana aliishi katika mji wa Gischa, mji ambao ulikuwa Galilaya, na kisha ukachukuliwa na Warumi kama watumwa kwenda katika mji wa Tarso, mahali ambako baba yake alijipatia uraia wa Kirumi. Na ndipo Paulo anazaliwa, baba akiwa amechukua uraia wa Kirumi. Nikataka kujua elimu ya Paulo, maana ukisoma nyaraka zake, ukisoma maandishi yake, ukisoma jumbe zake, ni nzito mno. Alikuwa ameelimika kiasi gani? Tunaambiwa alisoma katika mji wa Tarso, alijifunza lugha ya Kiebrania na Aramaic, alisoma pia Greek, na pengine alisoma Rumi. Kisha alienda Yerusalemu na akakaa chini ya Gamalieli akifundishwa hasa masuala ya sheria. Wanazuoni wanasema ukimuona alionekana kama ni mtu dhaifu. SDA Bible Commentary, tungekuwa Wasukuma nito haya kaka ka Paulo kaka, bana ni kadogo kazaifu kasiko stadi ka Paulo. Biblia inamshuhudia mwili ulikuwa ni dhaifu, si mtu mwenye nguvu, si mtu mwenye kuvutia. Na Biblia ina ushahidi. Singeweza kusoma haya mafungu yote kwa sababu ya muda. Alikuwa ni dhaifu wa mwili, dhaifu wa mwili. Maana mahali fulani amesema nimewekewa mwiba mwilini mwangu, dhaifu. Lakini nyaraka zake zilikuwa nzito mno. Aliongoka, tunafahamu kisa chake, nisingeweza kueleza chote. Historia inaanza na kifo cha Stefano, shemasi aliyejitoa kwa kazi ya Bwana. Paulo Sauli alijitia nia kulitesa kanisa la Mungu. Tunaambiwa katika kitabu cha Matendo 7
alishika zile nguo za wale waliomponda mawe Stefano. Na kimsingi tendo hilo linaitwa alifadhili, maana alishika nguo za wale walioponda mawe Stefano hadi kifo chake. Baadaye nia ya kulitesa kanisa ilizuka, shetani akamtumia akalitesa kanisa, na ikafika akafanya maamuzi kuendelea kulitesa zaidi kanisa, kwenda kuyatesa makanisa ya Dameski. Mwanzo alikuwa mhubiri, baada ya uongofu wake alienda Aragon. Alipokutana na Yesu, Matendo sura ya 9, alibadilishwa na kuitwa jina la mchungaji Paulo. Visa ni vingi mno. Amefungua kazi maeneo mbalimbali. Muda usingeweza kutosha kusoma historia yake yote, lakini kuna mahali pakanivutia sana tamu katika utumishi wake. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11, katika utumishi wake anasema, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo nilifungwa, katika mapigo nilipigwa kwa ajili ya Kristo, katika mauti mara nyingi, kwa Wayahudi mara 5, na alipata mapigo 40 kwa ajili kasoro moja kwa ajili ya Kristo. Mara 3 nalipigwa makola, nalipigwa kwa mawe kwa ajili ya Kristo. Kuchwa nimekaa kilindini nikivunjikiwa na jahazi. Nimesafiri mara nyingi kwa ajili ya Kristo. Nimeziona hatari za mito kwa ajili ya Kristo. Nimeziona hatari za wanyang'anyi kwa ajili ya Kristo. Nimeziona hatari za taifa langu kwa ajili ya Kristo, hatari za jangwani. Swali lingekuwa hivi, katika Ukristo wangu na Ukristo wako, ziko hatari zozote ulizozipitia na bado umesimama kuwa mshiriki mwaminifu wa kanisa hili? Historia hii imenivutia sana ya mtumishi wa Bwana. Yote anayapata kwa ajili ya Kristo. Wapendwa, hivi mimi nafanya nini kwa ajili ya Kristo? Nimepewa mshiriki, nimepewa mtu jirani ambaye hajawahi kumwamini. Hivi nilishawahi hata kumtembelea, kwenda kumwalika kuhudhuria sabato. Nimeacha safari zake za kiutume alizofanya kwa sababu ya muda. Maisha yake baada ya uongofu, Paulo anawekeza kwa Yesu. Nafanya nini? Pastor Otieno, nilipokuwa na tafakari maisha ya mtumishi wa Mungu, tunasoma history yake leo. Mungu ametupa heshima kuja kuanzisha Simiyu River Field. Hivi baada yetu, Pastor Otieno, utakumbukwa kwa nini? Lazy, utakumbukwa kwa kitu gani?
nitafanya nini kwa huyu Yesu? Mshiriki uliyeitwa kuwa Mwadventista Msabato, utafanya nini kwa ajili ya Yesu? Unafanya nini? Paulo ndio mwandishi wa kitabu cha Wakorintho. Nyaraka mbili, waraka wa kwanza wa Korintho na waraka wa pili wa Korintho. Kwa muda mfupi nahitaji tujadili sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Kwa muda huu mfupi uliobaki, Biblia yangu ina maneno yanayosema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, kwa jinsi tulivyopata neema, kwa jinsi tulivyopata upendeleo. Laisa Pastor Oteni, walikuweko wengi wenye sifa, Paulo anasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema na neema, hatutalegea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimewatangazia, mimi nimemalizana na Mungu. Kama machozi yalimtoka na yamekauka, uchapeni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tuchape kazi. Ili maelfu wote ambao bado wako dhambini tuwavute na upendo wa Kristo. Wapendwa, dunia hii si bali na Mungu. Hivi unamhudumia mtu fulani ambaye bado yuko dhambini, tafanya nini? Unafanya nini kwa ajili yake? Utafanya nini kwa ajili ya mtu fulani? Wapendwa, anaendelea anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekataa mambo ya aibu yasiyostirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Kwa nini anaandika waraka kwa Wakorintho? Kulikuwa na shida, na kimsingi waraka wa pili Paulo anaandika akiwa na furaha. Yako mambo machafu maovu yaliyokuwa yanafanyika Korintho, na tayari alikuwa amewakemea katika waraka wake wa kwanza. Baadhi ya mambo machafu yaliyofanyika katika mji wa Korintho yanatajwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Anasema, yakini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa. Waraka wake wa pili tayari alikuwa ametuma watumishi wa Mungu kwenda kukemea na kuonya. Nyaraka zake zimewaonya Wakorintho. Waraka wa pili Paulo anaandika akiwa excited, akiwa na furaha. Maana yako mambo wa Korintho kulingana na nyaraka zake na mahubiri yake wameacha mambo machafu yasiyostahili, wamemchagua Bwana na kuamua
sawa na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa anawatia moyo, hatulegei. Wapendwa, Mtume Paulo anatupa picha nzuri na jinsi inavyoonekana kuwa mfuasi wa Kristo na furaha tunayopata katika uhusiano huo. Hivi ulishawahi kumwonja huyu Yesu? Mzee Kirugu, ulishawahi kumwonja huyu Yesu? Mshiriki unanisikia, ulishawahi kumwonja huyu Yesu? Inaweza kuwa unakuja kanisani kwa kawaida, haujawahi kumwona uso kwa uso. Inaweza kuwa hujawahi kukutana naye. Paulo anasema kwa ajili ya Yesu sitarejea. Amen. Anaeleza furaha aliyo nayo kwa mahusiano yake na huyu Yesu aliyemwokota katika jalala la kulitesa kanisa, aliyemwokota katika uovu usiostahilika. Anawatia moyo watumishi wake hata leo. Ananitia moyo, anakutia moyo mshiriki. Yeye ni Bwana, yeye ni Mungu. Hata katika yote Paulo anawataja mitume na wengine wanapitia wakati mwingine wanakata tamaa, lakini hawakati tamaa. Anamhubiri Yesu kwa mataifa. Maelfu wanaokolewa. Ukisoma safari zake za kimishonari, alifungua kazi maeneo mapya mengi. Sijui sana, si mimi, lakini sina shaka yako maeneo mengi ambayo bado ni mapya. Hakuna kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni nani anayenituma? Sinatumwa mimi, unatumwa wewe. Nafanya nini? Nitafanya nini kwa ajili yake? Kwa uzoefu wangu na yeye, na hata hiyo nikitafakari alikonitoa. Ukitafakari maisha yako ya nyuma, amekutoa wapi? Yeye ni nani kwako? Jambo moja kubwa analikataa mtumishi wa Mungu huyu. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 4 fungu la 2. Lakini tumekataa mambo ya aibu yasiyostirika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, katika field yetu tuyakataa mambo ya aibu vile vile. Tungeweza kujaribiwa, tumekuwa field. Sisi ni field. Tumepangwa kutoka conference mama, sisi ni field. Viburi vikajaa katika vichwa vyetu, sisi ni field. Pasipo tija, pasipo kazi. Hivi mnajua maana ya kupanga kazi? Tumepanga. Mungu ana matarajio makubwa mno.
Amen. Na kimsingi kazi ya kupanga kukatakata huku ili kazi ya Bwana ikue na hatimaye aje atupeleke nyumbani. Matarajio yake kwa washiriki wa Simiyu River Field, matarajio yake sio madogo. Leo tuko washiriki 100,000 Pastor Mlozi. Matarajio ya Mungu ni double membership. Amen. Haya ndio matarajio ya Mungu Simiyu. Maelfu waokolewe, huduma zisogezwe karibu ili maelfu waokolewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asiweko mmoja anayeweza kunyanyua mabega. Tumekuwa free, kiburi kikajaa. Matarajio yake sio madogo. Wilaya ya Busega sio madogo. Matarajio ya Mungu wilaya ya Maswa sio madogo. Matarajio ya Mungu kule Meatu sio madogo. Matarajio yake maelfu waokolewe na hatimaye aje atupeleke nyumbani. Mungu anataka matokeo chanya. Watu wabatizwe. Anataka matokeo chanya kwa swala la uaminifu. Kazi ya Mungu leo inalia. Na hata mtu mmoja akaniambia, Pastor, unaenda Simiyu, hakuna mapato, mtawalipaje wachungaji? Pastor Leza, mtu mmoja akaniambia, hakuna mapato, wachungaji mtawalipaje? Stahili zao, mtapateje mafuta ya kuwakimbiza kule Mwanjolo, ya kuwapeleka kule Kilalo, ya kuwapeleka lile kanisa la Sayaka? Mtapata wapi mafuta? Anatuita kusimama kwa zamu zetu za kwa uaminifu. Anakuita kusimama kwa zamu yako katika swala la uaminifu. Na mimi sina shaka hata kidogo. Ameamua kupanga kazi Simiyu. Kwani anasinzia? Ya? Kwani analala? Nikikosa kuwa mwaminifu mimi, ataleta mtu mwaminifu. Ukikosa kuwa mwaminifu wewe, ataleta wengine wawe waaminifu katika kanisa hili. Wito wangu Simiyu, tuwe waaminifu hata kufa. Masuala ya kula zaka ya Mungu yakome kwa jina la Yesu. Masuala ya kuiba sadaka za Mungu yakome kwa jina la Yesu. Kazi isije ikatulilia. Sije ikanililia mimi Pastor Mashauri, lakini sije ikakulilia wewe. Nina faida gani na utumishi huu? Una faida gani na utumishi wako? Una faida gani na biashara zako? Una faida gani na cheo ulicho nacho? Mwisho wa siku Bwana mwenye kazi aseme, ondoka kwangu wewe tendaye mabaya, kwa swala la kukosa uaminifu. Maisha tuliyopewa ni mafupi sana. Bwana ametuandalia umilele. Anataka tuwe waaminifu kama yeye alivyo mwaminifu. Aibu ya tatu ambayo nimeishuhudia maeneo mengi, ambayo namuomba Mungu isitokee
isitajwe katika Simiyu River Field. Magombano miongoni mwa ndugu, magombano kwenye mabaraza ya kanisa, magombano washiriki kwa washiriki, magombano nyumbani, migogoro kanisani. Mahali palipo na migogoro hakuna maendeleo. Zitazameni familia zilizo na migogoro, uone kama hata baisikeli wanayo. Anaona hii ni aibu nyingine tunayoikataa kwa jina la Bwana. Nisingeweza kutarajia kesi na kesi na kesi na mabaraza na mabaraza na mabaraza. Tunaishi duniani, kugombana ni sehemu ya maisha. Tupatane kwa jina la Yesu. Tusije tukaumiza kazi kwa namna yoyote kwa sababu ya migogoro na magombano miongoni mwetu. Asiweko mshiriki Simiyu River Field anayeweza akatusababishia laana. Hivi mnafahamu mmoja anaweza akasababisha laana ya kanisa zetu? Huyo tutamkemea. Aibu nyingine, ukabila na ukanda. Mashauri amekuja Msukuma mwenzetu, Msukuma mwenzetu tulina la hano na waonya mbele. Wagalatia 3:28. Naomba nisome fungu hili. Amekuja Mjaluo mwenzetu Pastor Otero, amekuja Mmasai mwenzetu, nani amenipata? Napata raha nikisoma mwenyewe. Ngoja tu nilitafute. Kusomewa sipati raha ya neno la Mungu. Galatia 3:28. 3:28. Hapana Myahudi wala mtu gani? Hapana Msukuma wala Mjaluo. Hapana Mmasai wala Mkuria, Pastor Mwita. Hapana mtumwa wala huru. Hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika nani jamani? Amen. Amen. Hii ni aibu. Ukanda, ukabila kwa kazi ya Mungu. Hii ni aibu, isitajwe Simiyu River Field. Haiwezekani kuwa watu kikundi peke yake tumeunganishwa kwa Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunatamani matokeo kwa koo zetu, kwa kabila zetu, kwa jinsia zetu, kwa umri wetu, kwa elimu zetu, kwa kila status yoyote, kwa biashara zetu. Simiyu, Mungu ana matarajio makubwa mno. Tarajio yake sio madogo. Wapendwa, tumepanga kwa faith kwa makusudi ya kupeleka Injili. Haya ndiyo makusudi.
Hatujapangwa kutoka Mwanza kwamba tujitenge na Mwanza. Tumepangwa kwa ajili ya Injili. Hii ndio dhima ya kupangwa Simiyu River Faith. Tumhubiri Yesu katika mipaka yetu na nje ya mipaka yetu. Tuyakatae mambo ya aibu. Tuitike tamko la utume ambao mara kadhaa waandishi wa vitabu vya Injili wanalikaza faida zake tamko la utume. Amen. Utafuatilia kwa muda wako ninavyomaliza. Mathayo 28 analikaza tamko ambalo tunaitwa Simiyu River Faith. Enendeni mkawafanye watu wote kuwa kina nani? Ndio kazi na ambayo Mungu amemtuma kuisimamia Simiyu River Faith. Ndio kazi ambayo mchungaji Otieno ametumwa kuja kuisimamia. Ndio kazi ambayo Eda Lengai ametumwa kuja kuisimamia. Ukisoma Marko 16, Marko anarudia tamko la utume kwa namna nyingine. Tafuatilia ndio umenishia. Lakini kitabu cha Luka 24, tamko la utume linarudiwa kwa namna nyingine, na kitabu cha Yohana sura 20, tamko la utume linarudiwa. Wapende, Isaya 52:7 anasema ni mizuri kama inaendelea miguu ya wapelekao habari njema. Hii ndio kazi ambayo Bwana anatamani kuiona kwako. Hii ndio kazi ambayo Bwana anatamani kuiona kwako. Mfano wa mtumishi wa Mungu Paulo, na in fact somo letu lina kichwa cha somo kinachosema Mungu anayefungua macho. Mungu anayefungua macho ya wote wanaomwekea tumaini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Afungue macho yangu, afungue macho ya Pastor Otieno, afungue macho ya Eda Lengai, afungue macho ya washiriki Simiyu River Faith. Tuone kazi ilivyokuwa na jinsi anavyotamani tuifanye kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ni Mungu anayefungua macho na kuondoa utani unaoweza kuwa katika macho kwa wale wote wanaomwekea tumaini na kwa wale wote wanaojisalimisha kikamilifu kwake. Ndiye Mungu ninayetamani afungue macho yangu, nimhurumie jirani ambaye hajawahi kumwamini Yesu Kristo. Nihurumie kila kijiji ambacho hakijawahi kufikiwa na Injili. Nimhurumie mtendakazi mwenzangu ofisini kwangu ambaye hajawahi kuonja wema na uzuri wa Yesu Kristo. Ndiye Yesu anayemleta katika mchana wa leo. Alitenda kwa mtumishi wake Paulo, yuko tayari kutenda kwa kila mshiriki Simiyu River Faith. Hivyo nakubali akutumie kwa zamu hii. Unakubali akutumie kwa wakati huu. Unakubali akufanye kuwa mtumishi wake mwaminifu. Unakubali abadilishe maisha yako kuanzia leo. Unakubali kutekeleza kazi ya Mungu. Mbona unamwimbia hivi? Unaziona baraka anazotenda kwako mpaka tuchukue hofu. Mapato ya kulipa watumishi utayatoa wapi? Ukikataa wewe, nikikataa mimi, atainua waaminifu.
kazi itaenda. Huyu ndiye Yesu mchana wa leo ninayemleta kwenu. Mimi namsihi afungue macho yangu. Amen. Mfano wa macho ya Paulo aliyoyafungua, alikuwa na upofu, vitu fulani mfano wa magamba vikadondoka. Nione kazi pana ambayo Mungu anayo matarajio makubwa Simiyu River Faith. Niachie hazina zangu, anisaidie kwa uaminifu wangu. Union yetu ina mkazo wa mambo manne. Swala la uinjilisti, uaminifu, uamsho na matengenezo. Tubadili taswira. Huyu ndiye Yesu anayemleta mchana wa leo. Huyu ndiye Yesu anayehitaji abadili maisha yako. Huyu ndiye Yesu anayehitaji abadili maisha yako. Huyu ndiye Yesu aliye na matarajio makubwa kwa kazi yake. Huyu ndiye Yesu anayetamani mtu fulani huko. Amen. Wimbo namba 147. Sijui kama tunaufahamu. Mimi nitakuwa na maswali naye mengi. Takuwa na maswali naye mengi. Tatafuta majibu kwake siku kwa siku. Sijui wewe maswali yako kwake yatakuwa mangapi? Mimi maswali yangu kwake yatakuwa ni mengi. Tutafanyaje? Kwani yeye ameruhusu, hakujua? Tutapataje gari? Tutajengaje ofisi? Nimeambiwa tuna ofisi za kuanzia, sijaziona hata. Lakini ni za kuanzia. Neno lenyewe simelisikia za kufanya. Na tukichelewa baadaye wanasema bye bye. Miaka yote mmekaa kwa wapi? Hivi tutajengaje ofisi? Nisitulaze kwenye mbuga. Hivi tutafanyaje? Maelfu wabatizo. Tutafanyaje? Watu hao waaminifu. Mimi nitakuwa na maswali naye mengi. Na mara zote hajawahi kuniacha kwa maswali yangu. Yeye afanyike majibu kwa maswali. Afanyike majibu kwa maisha yako. Choristers mko wapi? Wimbo wa namba 147. Afanyike majibu kwa maswali yetu yote. Hofu ni kwako. Hofu ni kwangu. Namfahamu ni Mungu anayeweza kutengeneza njia pasipo na njia. Namfahamu yeye ni Mungu asiyowezekana. Namfahamu. Hofu ni yako. Yeye amepanga kazi na atahakikisha ndani ya muda mfupi. Waliotubeza Pastor Eda Mwita waseme yuko Mungu, Simiyu River Faith. Na mimi sina shaka. Kazi ni yake. Na sina shaka. Ameifanya. Atafanya. Na ametenda kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Choristers, karibu. Afanyike majibu kwa maswali yetu. Yeah.
maswali yoyote juu ya Yesu? Una swali lolote katika maisha yako juu ya Yesu? Anakuita mchana wa leo. Una swali kwake gumu kiasi gani? Anakuita kwake mchana wa leo. Una swali gani? Ndiye Mungu aliyeamua kupanua kazi yake. Maswali yangu kwake ni mengi. Sijui katika maisha yako unaye maswali naye. Alishawahi jibu? Na msihi ibada ya leo ajibu swali lako gumu. Na msihi ibada ya siku ya leo atupatie vyanzo vipya, si mimi nilivyo. Amen. Mimi sina shaka naye. Usiwe na shaka naye kwa maswali yako. Anao wakati wake. Amen. Kati yetu kuna mtu mmoja swali lake ni gumu. Anasema, pastor, unapoomba nimeliuliza miaka kadhaa na leo tena naniuliza kwake. Kama utajali waweza simama. Kama utajali, tunaporudia beti la mwisho, na usio wito wa watu wengi. Swali lako ni gumu mno. Usiwe wito wa watu wengi. Tunaporudia, kama utajali, utatembea, utakuja hapa. Beti la mwisho tunaporudia.
Ndiye Mungu ambaye afungue macho yetu. Niwe na utulivu pasipo haraka, tayari kungojea maagizo yake. Mchungaji Otelo, katibu mkuu wetu, mchungaji Mlozi na mchungaji Buru, naomba mpite hapa mbele. Aibu nilizozitaja ni chache ambazo Paulo anazikataa. Ziko nyingi hatukuzitaja. Ziko nyingi hatukutaja. Mwadventista, na kweli kabisa nafsi na kushuhudia hii ni aibu nilio nayo. Aondoe aibu hiyo katika maisha yake. Afungue macho yetu. Heshima aliyotupa tusimwangushe chini. Hello, tusifanye nini? Hujawahi kuwa mwaminifu, ni wakati wa kuitwa kuwa mwaminifu. Ndiye Mungu ambaye mimi sina wasiwasi naye. Ameanzisha kazi, itaenda kwa utukufu wa jina la Bwana. Wachungaji, mlikabidhi mkutano huu. Bwana afanyike majibu kwa maswali yetu yote. Ategemeze kazi yake kwa heshima aliyotupa. Mahitaji yenu Bwana ameyasikia. Hitaji kubwa, tuweni waaminifu hata kufa. Naye atatupa taji ya uzima. Kila goti likiwa limepigwa. Baba na Mungu wetu mtakatifu, wewe uliye muumbaji wetu na mkombozi wetu, jina lako litukuzwe. Mkombozi wetu, asante kwa ajili ya ibada hii takatifu. Neno lako likisikika katika masikio yetu, neno lako likipata nafasi katika mioyo yetu, jina lako litukuzwe. Asante Baba mwema kwa kumtumia mtumishi wako mchana wa leo kutuletea neno la uzima ili Mwokozi wetu tuweze kuokolewa. Mwokozi wetu, asante kwa ajili ya historia takatifu ya kazi yako. Tangu ulipoanzisha kazi yako ukiwatumia watumishi wako waaminifu, kazi yako imeendelea kudumu. Na muda sio mrefu, Mungu wetu, kazi yako itafungwa, watakatifu wako wakolewe katika ufalme wako. Mwokozi wetu, swali letu la pekee mchana wa leo
ni kwamba tumejihusisha vipi na kazi yako takatifu. Baba mwema, mchana wa leo shuka umguse kila mmoja wetu. Tusaidie Mungu wetu, ukawe majibu kwa maswali yetu magumu kwa ajili ya kufanikisha kazi yako. Baba mwema, tunatafakari uzoefu wa pekee sana kwa ajili ya majukumu makubwa na mazito uliyotupatia, tukitafakari njia ambayo uliitumia kwa ajili ya kazi yako katika maeneo haya. Watoto wako waaminifu walipoianzisha kazi, wazee watangulizi wetu waliposimama kwa ajili ya kazi yako, uaminifu wao katika njia zote, Mwokozi wetu, kazi yako ilivyoendelea kukua, na hata leo tunapoona kazi yako ikizidi kukua katika viwango vya juu. South Nyanza Conference inapoanzisha kazi nyingine kubwa katika Simiyu River Field, Baba mwema, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mwokozi wetu, jukumu hili ni kwa ajili ya kila mmoja wetu, tukajihusishe na kazi hii takatifu, kila mmoja akijitoa wakfu mikononi mwako, kila mmoja akikubali kutumika kwa namna unavyohitaji. Kazi yako inapokamilika, wote tuweze kuokolewa katika ufalme wako. Baba mwema, tunaikabidhi kazi hii mikononi mwako, ukaiongoze kwa namna ambavyo utapenda, kwa utukufu wa jina lako. Kazi yako ikaishe, maeneo yote yakafikiwe, injili ya milele ikasikiwe na kila moja, watoto wako wakaguswe kila mahali, wengi waokolewe katika ufalme wako. Asante Mwokozi wetu kwa ajili ya neno hili la pekee kupitia kinywa cha mtumishi wako. Tumekubali kukataa mambo ya aibu, tumekubali kukataa uovu, tunachagua kukutii Mungu wetu. Tunachagua kuwa waaminifu kwako tangu sasa. Utusaidie Mungu wetu katika maagano haya pekee, maagano tunayoyafanya baada ya kusikia neno lako takatifu. Tusaidie Baba mwema kutembea katika maagano haya na tukaone matokeo makubwa ya kazi yako, jina lako likitukuzwa, Simiyu River Field ikianza kwa nguvu na sifa na utukufu vikiendelea kuja kwako, na Baba, mwisho wa kazi yako katika maeneo haya wengi waokolewe katika ufalme wako. Amen. Baba mwema, tunakuja kwako sisi viongozi uliotuita kwa ajili ya kazi hii, tukisia kwamba ukatutumie kwa utukufu wa jina lako. Tusiwe sisi Baba mwema, lakini wewe mwenyewe ukaonekane katika kazi yako, tukatumike tu kama vyombo mikononi mwako, na baada ya kazi yako Baba mwema, utuokoe na kanisa lako katika ufalme wako. Watoto wako waliokuja kuabudu siku ya leo wanawakilisha jamii nzima ya Simiyu River Field. Baba mwema, ukawabariki, wakaishi katika maagano haya, wakatembee pamoja nawe maisha yao yote, wakiwa waaminifu kwako, wakijitoa kila siku kwako. Wewe utadumu kuwa mbaraka kwa kila mmoja wetu. Mwokozi wetu, tunapoendelea kuja kwako kwa ajili ya maombi haya, watoto wako, wachungaji, watumishi wako wanapoendelea kukusii Baba mwema, kubali kusikia maombi yetu. Naomba katika jina la Yesu. Baba uliye mwema, Mungu uliye mkuu, Mungu uliye muumbaji wa maisha yetu, hakuna jambo lililogumu kwako, hakuna lisilowezekana kwako, yote inawezekana. Ahadi zako ni za kweli Baba, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, tufanye kuwa waaminifu. Geuza mawazo yetu yaelekee kwako, tukatembee chini ya mbawa zako Yesu, kwa maana wewe ndiye kiongozi wetu. Watumishi wako ambao umewachagua, fanya kazi pamoja nao, tembea pamoja nao, nasi washiriki tunapoelekezwa tukasikie sauti hiyo, tukatembea kufanya mapenzi yako, ili kwamba kazi yako iishe, tukahama katika ulimwengu wa dhambi,
tukaje kwako Yesu ni mwokozi wetu, kwa maana umeenda kutuandalia makao, umeenda kuandalia makao ya watakatifu, makao yale ambayo umeenda kuandalia ya waaminifu. Tufanye kuwa waaminifu ili tukubalike kuingia katika makao hayo. Neno lako ambalo limetolewa mchana wa leo Baba, liwe na mwanga ndani ya mioyo ya kila mmoja wetu ambaye amesikia. Zaidi ya yote tukatembee na wewe, kwa maana wewe ni mfalme. Tulisi kutembea pamoja na wewe, kwa maana sisi ni watoto wa mfalme. Tuinue vifua vyetu mbele zako Yesu, tukatembee kwamba tumekubali kuelekezwa. Maombi yanapoendelea ya mtumishi wako, kiongozi wako Baba, yakubalike, yaunganishe, tukiamini kwamba wewe si kiziwi, umeshatenda. Tukiomba katika jina lako la thamani, ndiye mwokozi wetu Yesu. Amen. Baba yetu mwema, acha watoto wako sasa waende, maana umewajaza na Roho wako Mtakatifu, maana umeturuhusu tupatane kama wanafunzi walivyopatana katika chumba cha juu. Jaza mahali hapa na uwepo wako, utisho wako ukabakie katikati ya moyo wa kila mmoja wetu. Simiyu River Field, Simiyu River Field pakawe mahali sahihi pa kufanya kazi yako, kama ulivyomtumia mtumishi wako kutamka. Hajatamka yeye, wewe Yesu umetamka pamoja naye. Ruhusu sisi watoto wako tuungane mkono pamoja naye kuimaliza kazi, tuende nyumbani katika jina lake Yesu. Amen. Baba uliye mtakatifu, tumesujudu mbele zako. Umetupa dhamana kubwa, mimi na wenzangu na wakurugenzi tutakaowapata siku ya tarehe 13 kusimamia kazi yako katika eneo hili. Hatustahili, lakini tustahilishe. Watoto wako wamesujudu mbele zako mchana wa leo, wanayo maswali yao kwako. Wengine ni wagonjwa, wengine ni shida mbalimbali, wengine wanataka kuolewa, wanahitaji kuoa, wengine ni biashara zinasumbua kiasi cha kwamba hata wanakosa uaminifu kwako, wengine ni migogoro walio nayo na wenzao, waume wake, washiriki wenzao, washiriki kwa viongozi, wengine changamoto hata tusizoweza kuzijua kwa binadamu wetu. Wamesujudu mbele zako. Ahadi yako, wewe ni Mungu asiyewezekana. Mbona mtu fulani haujawahi kumjibu? Tazama kilio chake. Mbona bado umenyamaza? Inaweza kuwa umenyamaza kwa makusudi yako, maana hata hivyo wewe ni Mungu mwenye maarifa yote. Lakini Baba, mbona miaka inasonga? Mbona siku zinaenda? Mbona huyu mshiriki hana furaha? Na wewe ni Mungu asiyewezekana. Wachungaji wote tulio katika kutano hili, tunainyosha mikono yetu sasa kwa kutano hili. Hii ni mikono ya kibinadamu, haina chochote. Ishara hii ibaki kuwa ni ishara yako. Mikono hii tuliyoinyosha iwe ni mikono ya kugusa na kujibu maombi ya watoto wako.
iwe ni mikono ya kuleta majibu sasa, iwe ni mikono ya kuwabariki mkutano hili lote, lakini iwe ni mikono ya kujiweka wakfu kwa ajili ya kazi yako Simiyu River Fair. Tegemeza washiriki hawa wenye biashara zikaende kwa utukufu wa jina lako. Siku kwa siku kawakumbushe, asiwepo mmoja atakayekuwa sababu ya kazi kulia Simiyu River Fair. Kama ni magonjwa, mikono hii ikawe ni mikono ya uponyaji. Amina. Wewe ambaye mikono yako ilifungua macho ya vipofu, wewe ambaye mavazi yako hata yalipoguswa uliziachia nguvu, watu wakapona. Amen. Mikono hii sasa ikawa ni mikono ya kuleta uponyaji kwa watu wanaoteseka na magonjwa. Amina. Watembelee mchana wa leo, waokoe na nguvu za giza. Amen. Waponyeshe maradhi yanayowasumbua. Amen. Maradhi yale ya kiroho na maradhi ya kimwili. Mikono hii ikawa ni mikono ya majibu kwa ndoa iliyo katika migogoro. Mikono hii basi tosha kubariki mkutano. Baba, asante. Tunapofika mwisho wa ibada hii ya mchana, tulete tena jioni ukatuketishe miguuni pako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.